You all welcome on this session. This is biology class, another class for Form 1. This topic is topic number 2, surface in our environment, subtopic number 1. Our subtopic is first aid, huduma ya kwanza. Mada kuu ni usalama katika mazingira. Usalama katika mazingira yetu, ya mazingira ya nyumbani, mazingira ya shuleni, mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo unaangalia usalama. Hivyo tunaanza na huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza inatokea ama inatolewa kutokana na mazingira ambayo upo. Ni msaada huu ambao unampa mgonjwa au mtu yote ambaye amepata changamoto anahitaji kusaidiwa kwa haraka. Hivyo huu ni msaada wa haraka. So this is the immediate service given to the anyone or victim before taken to the person who specialized in different area, maybe hospitals or individual institutions. Okay, let's go on this topic. You should be attention on this class and take note for the important point. You're supposed to understand each concept in this lesson. So in this lesson we have objectives. By the end of this lesson, each student should be able to explain the meaning of first aid and explain the importance of first aid on your own words. Uweze kutoa maneno ama uweze kutoa maana, kuelezea maana ya huduma kwanza, lakini pia baada ya somo hili ama katika somo letu tujifunza, na baada ya kujifunza unatakiwa uweze kuelezea umuhimu wa huduma ya kwanza kwa maneno yako mwenyewe. Huduma ya kwanza ikiwa inatolewa shuleni au mazingira ya nyumbani. Also, students should be able to identify components of first aid kit and their uses. Sasa huduma ya kwanza inatolewa katika namna gani? Unataka kumpa mtu dawa amejikata, unataka kumwekea iodine pale ili kuzuia damu isivuje. Sasa unamwekea kwa kutumia nini? Vifaa vinatolewa wapi? Vifaa vinapatikana katika kisanduku kinachoitwa first aid kit. Sasa unatakiwa ujifunze vifaa vyote vilivyo katika first aid kit, vifaa vyote vinaitwaje na matumizi yake. Hivyo unatakiwa ufahamu. First aid and first aid kit. Huduma ya kwanza. First aid hii ni huduma ya kwanza. Tafsiri ni yake ni huduma ya kwanza, lakini first aid kit ni kiboksi ambacho kina vifaa kwa ajili ya huduma ya kwanza. First aid kit hivi huyu anakuja kumpa huduma huyu ambaye ni kichwa kinampa anasikia headache, lakini hichi kiboksi ni kinaitwa first aid kit. Hichi kiboksi kinaitwa first aid kit. So this is a first aid or immediate service given to the victim. We must take a precaution to avoid the accident in laboratory. When an accident occurs, we must take a proper attend to the victim or one affected. Natakiwa tuchukue tahadhari dhidi ya au kuepuka changamoto au madhara ya yote ambayo yanajitokeza ukiwa katika laboratory au ndani ya shule au nje ya shule. Sasa ukiwa shuleni inabidi uchukue tahadhari ili kuepuka ajali, accidents ambazo zinaweza zikatokea shuleni au mazingira yote yale. Na inapotokea ajali, accident, unatakiwa uchukue tahadhari kwa maana kwamba unabidi utumie vifaa vilivyopo uweze kutoa msaada. Must be attended properly. Utoe huduma ya kwanza kwa kama inavyostahili kutolewa.
This is a first aid. This is first aid, and our content will focus now on the first aid. Ajali ambazo zinaweza zikatokea katika mazingira ambayo mwanafunzi ana contact nayo. Mathalan, chukua mwanafunzi yuko shule, yuko laboratory, biology laboratory. Sasa matatizo ambayo yanaweza kumkabili mwanafunzi akiwa laboratory yanategemeana na mazingira. One of which inaweza kusema kwamba burn from open fire, kwa mantikio kama burns. Hii ni miongoni mwa ajali. Au boiling of chemicals inatokana na sababu, kwa tunaangalia sababu, possible causes. Burning from open fire, kwa mantikio unachoma baadhi ya mabaki vitu ambavyo vimetumika, lakini wakati unachoma huenda ikatokea kuna flammable material, flammable chemicals ambazo zikasababisha kudaka ule moto na kupelekea explode, kulipuka baadhi ya vitu. Au kutokea huenda unachemsha chemicals, lakini wakati unachemsha chemical ikatokea desk au meza ambayo umeweka table ikashake, maji yakamwagika mwanafunzi. Hivyo kwa mwanafunzi itabidi apatiwe huduma ya kwanza, ambayo huduma hii ya kwanza lengo ni kumsaidia kutokana na maumivu, lakini pia aweze tuweze kuokoa hai. Hizo ni possible, inaweza kuwa ni sababu ya kutokea kwa nini kwa ajali katika biology laboratory. Sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea kutoka kwa ajali katika laboratory ni kujikata kwenye mkono au kidole. Fingers, cut on hands or finger. Cuts on hand or finger, hii inatokana na unaandaa practical. Wanafunzi wanajiandalia practical wenyewe. Sasa practical ambao wanaiandaa wakajikuta kwamba wakawa na menya kiasi kwa ajili ya kuandaa practical. Sasa wakati menya kiasi kwa ajili ya kuandaa practical, wajikuta wakatumia viwembe vikali wakajikata mpaka kwenye mkono au kwenye vidole. So baada ya kujikata damu itakuwa inavuja. Sasa itahitaji wapate huduma ya kwanza. So cut on hands or fingers, so it require immediate assistance, that is first aid. So this is one of the causes for accidents in the laboratory. So another case is swallowing of chemicals. Swallowing nasema tafsiri yake ni kumeza. Mtu anavuta chemical kwa mdomo, sasa amevuta kwa nguvu, amemeza chemicals. So swallowing of chemicals, for example, when sucking alkali in the titration process or in the titration practical. Katika practical moja ya inaitwa titration. Sasa katika baadhi ya vifaa vya kisayansi ama laboratory kuna vifaa tunashare kwa mtikio somo la kemia, somo la biology. Sasa baadhi ya zile chemical ambazo tunazivuta kwa ajili ya kufanya jambo lingine ama kuhamisha kuweka katika, unachukua vipimo kwa ajili ya kuweka katika kifaa kingine. Sasa utumia uwezekano kwa umetumia pipette kaivuta ile pipette. Baada ya kutumia pipette kwa ajili ya kufanya measuring, sasa baada ya kuvuta ukajikuta imepitiliza. Sasa hii inaweza kuleta athari kidogo katika mwili wa binadamu ama wa yule ambaye amekuwa anafanya sucking. So it's one of the causes for accident in the laboratory. So the fourth one is about having corrosive chemical corrosive chemicals on hands. Kwa contact of corrosive chemicals on hand. Contact ya corrosive chemicals nakusudia ni chemicals ambazo hatari sana. Zinasababisha mfupa kukatika au ngozi kulika kwa haraka sana. Kwa hiyo zinapo contact, kwa sababu ni very toxic, ni very dangerous. Iki contact na mwili inasababisha madhara makubwa sana kwa muda huo. Haitochukua muda mrefu sana. Itasababisha madhara, utaona kama unawashwa, lakini mwisho wa siku ngozi inazidi kuchimbika. Kwa hiyo kuigusa hii kwa wakati hujavaa gloves inaweza kuleta madhara. So
hizi ni njia ama ni visababishi vya kutokea kwa ajali katika biology laboratory ama katika laboratory, na mgonjwa atahitaji msaada ili aweze kuishi, lakini pia aweze kupunguza maumivu ambayo yanamkabili. So sasa natoa huduma hii ya kwanza ili iweje? Kwa nini mtu amejikata, mtu ameungua na maji ya moto, mtu amepata injury ya kumeza, amepata mtihani ama amepata changamoto ya kumeza chemicals, lakini pia ameungua na chemicals. Sasa atahitajika apewe msaada, huduma ya kwanza. Kwa nini apewe huduma ya kwanza? So kumbe huduma ya kwanza ina umuhimu wake. Sasa umuhimu wa huduma ya kwanza ni kama ifuatavyo. Importance of first aid, importances of first aid. So this issue you should know how to address importance of first aid. So sehemu hichi ya kipande ukiwa unauliza kwenye mitihani, lakini usijifunze kwa ajili ya mitihani, jifunze ili uweze kuelewa na uweze kutoa msaada kwa watu wengine. So the importance of first aid is save the life of a victim. It saves the life of a victim. Tukisema it saves life of the victim, na kusudia victim ni mgonjwa. Victim ni mgonjwa. So it saves the life of the victim. Kwa maana mgonjwa ana tatizo, kwa hiyo sisi tunahitaji tumpe msaada. So kwa kumbe anahitaji huduma ya kwanza. Kwa hiyo anahitaji akipata huduma ya kwanza, basi tunamwokoa maisha yake. Kwa hiyo atakwenda tatizo ambalo la kuvuja damu, asipoteze damu, tutakuwa tumemsaidia dhidi ya upotevu wa damu katika mwili. So another case, anyone can read this sentence? The second one, Juma. Yes, it reduces pain. First aid, it reduces pain. Yeah, once you apply or you are using a first aid to a victim, so it reduces pain. Once you apply, assume you face challenges. For example, the one of the cause number 2, cut on hands or cut on finger. So once you apply bandage and other for example iodine to avoid blood bleeding. So it reduces pain, also it saves life at the same time. Kwa hiyo inasaidia kupunguza maumivu katika mwili wa mgonjwa, lakini pia inasaidia inaokoa maisha. It bring hope and encourage the victim. Kwa maana kwamba it bring hope, inaleta matumaini na inamhamasisha mgonjwa, anapata hamasa kwamba anahudumiwa, kwa maana kwamba hayupo peke yake, hajaacha peke yake, ana watu ambao wanaweza kumpa msaada. So it bring hope and encouragement to the victim. So this encouragement evolve once anyone provide assistance to the victim. Kwa hiyo ukipa mtu msaada, anapata matumaini kwamba it brings hope to the victim. And also it encourage to the encouragement to the victim. It means it provide